asifiwe. Niseme mambo machache kuhusiana na siku ya kesho tarehe 29, ambayo ni siku muhimu sana katika taifa letu la Tanzania, siku ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Kwa hiyo ni siku muhimu sana ambayo itaamua hatima ya nchi yetu baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ni muhimu sana niseme mambo machache juu ya siku ya kesho, ambayo ni siku ya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Nataka niseme vitu vichache. Ni muhimu sana uende kupiga kura kwa sababu moja. Sababu ya kwanza, kupiga kura sio dhambi. Kama andika hivyo. Ni muhimu sana uende kupiga kura kwa sababu kupiga kura sio dhambi. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Sio dhambi. Na ziko sababu nyingi ambazo ningeweza kusema, lakini angalau nitaje sababu 3. Wale mnaoandika muandike kwamba kupiga kura sio dhambi, kwa sababu namba 1, hata kanisa la kwanza na mpaka sasa linatumia njia ya kupiga kura kupata viongozi. Sema amina. Sema amina. Na huo ndio kweli kwamba hata kanisa linatumia njia ya kupiga kura kupata viongozi. Tangu zamani alipojinyonga Yuda, wale wanafunzi 11 wakiwa na wengine 100 waliookoka, ili kumpata mtu wa kuchukua nafasi ya Yuda washuhudie Injili, walitumia kura. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa kwanza mstari ule wa 21 mpaka ule wa 26. Matendo ya Mitume mlango ule wa kwanza mstari wa 21 mpaka ule 26. Kupiga kura sio dhambi. Mtu yeyote asikudanganye, au na cheo ana cheo. Kupiga kura sio dhambi. Hata kanisa la kwanza lilitumia kura kumpata mtu wa kuchukua nafasi ya Yuda. Biblia inasema, basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanzia tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakawaweka 2, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Mathia. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa 2 ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliokosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakawapigia kura, kura ikamwangukia Mathia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Wakawapigia kura, kura ikamwangukia Mathia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Hiyo ni jambo la kwanza. Kupiga kura sio dhambi. Hata kanisa linatumia njia ya kura. Fuatilia katiba zote za kanisa nyingi ambazo zinafanya kazi. Maaskofu wengi wanawekwa kwa kura za ule mkutano unaohusika, wanapigiwa kura, tunapata viongozi na maisha yanaendelea. Kwa hiyo jambo la kwanza nimesema, kupiga kura sio dhambi, kwa sababu hata kanisa linatumia kura kupata viongozi. Anayeamini sema amina, alafu mpe Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Lakini pia jambo la pili, kwamba kura inakomesha mashindano. Mnaoandika andike, kura inakomesha mashindano. Ndio maana watu wanafanya kampeni ili wajieleze, wananchi wasikilize, lakini hatua ya mwisho kura itakomesha mashindano, kwamba nani aliyechaguliwa, nani kapata kura nyingi, alafu atatangazwa. Kura inakomesha
mashindano. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mithali mlango ule wa 18 mstari mmoja wa 18. Hili ni neno la Bwana, halina ubishi, limehakikishwa. Kura inakomesha mashindano. Anasema kura hukomesha mashindano, hukata maneno ya wakuu. Kura hukomesha mashindano, hukata maneno ya wakuu. Kwa hiyo hauna sababu ya kuwa na mashaka na upigaji wa kura. Biblia imeweka wazi, kanisa linatumia, na Mungu anasema kura inakomesha mashindano. Nitumie kidogo lugha ngumu ila utanielewa, kwamba hata yule usiyemtaka anaondolewa kwa kura, na yule unayemtaka anawekwa kwa kura. Bwana asifiwe. Ni muhimu sana, lakini wenzetu waliomba kwanza. Ndio maana ni muhimu sana kanisa kuomba kwanza. Maombi tufanye, lakini una sifa za kupiga kura, nenda ukapige kura. Ulijiandikisha, nenda ukapige kura. Umeshapiga kura, rudi nyumbani, usubiri matokeo ukiwa nyumbani. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Kupiga kura sio vita. Kupiga kura sio kelele. Kupiga kura sio kulumbana, sio kubishana. Nenda kapige kura, kwa sababu kura ni jambo la siri. Ni wewe na Mungu wako, umeomba, umeuliza na Mungu amekuonyesha. Nenda ukatekeleze kwa kupiga kura. Kura ni siri. Mwingine bado haelewi. Kitabu cha Mithali, kitabu cha Mithali, kura ni siri, lakini Mungu hudhihirisha ukweli wake. Kura ni siri, lakini Mungu hudhihirisha ukweli wake. Mithali 16 mstari wa 33. Mithali 16:33. Biblia inasema kura hutupwa katika mikunjo ya nguo. Maana yake ni siri hiyo, lakini hukumu zake zote ni za Bwana. Kura hutupwa katika mikunjo ya nguo, lakini hukumu zake zote ni za Bwana. Kwa hiyo kazi yako, nenda ukapige kura, na wala uhitaji kuuliza wewe mwenzangu utampigia nani? Si wanapita wamepiga kampeni, wamesema sera zao, unapendezwa na sera ipi? Unaona nani anafaa? Kura ni siri, nenda ukapige kura. Sababu ya mwisho, kupiga kura ni haki yako. Kwa hiyo usijinyanyapae kwa kutokwenda kupiga kura wakati sifa unayo, umejiandikisha, unaruhusiwa kisheria. Nenda ukapige kura, lakini usiache kuiombea nchi ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa hiyo popote pale ulipo, unayesikia asubuhi ya leo, kwamba kupiga kura sio dhambi, ni jambo la kawaida ambalo lipo kiBiblia, kanisa linatumia na Mungu anatumia. Hata kuna mahali pengine ambapo ilitokea uharibifu, watu walipiga kura kubaini nani mharibifu ili waliponye. Kama unabisha, muulize Yona. Bahari ilipochafuka walifanyaje? Hawakugombana, hawakulumbana, walipiga kura, ikamdondokea Yona, ndio wakamtoa. Wewe usiyemtaka anatolewa kwa kura, unayemtaka anawekwa kwa kura. Cha kwanza, fanya maombi. Cha pili, nenda ukapige kura. Bwana asifiwe. Na nikuombe tu mtu wa Mungu, pale tu ulipo usimame, angalau tuseme maneno machache ya maombi juu ya nchi yetu ya Tanzania kwa habari ya siku ya kesho, kwamba ni siku muhimu sana. Kuna jambo litazaliwa, lakini liwe la baraka, liwe la baraka. Amani iliyopo katika nchi yetu iendelee kuonekana, haki tunayoitaka iendelee kutendeka, mambo ya maisha ya kawaida yaendelee kuonekana, maana kuna maisha yataendelea baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ni muhimu sana kusema neno, hata kama ni kwa dakika 5, sema neno. Potezea mbali unabii unaotolewa upepo. Hapana, toa unabii wa baraka juu ya nchi yetu. Toa unabii mzuri baada ya uchaguzi, kwamba kuna matokeo mazuri, maana Mungu anasema anatuwazia mema. Na kuna wakati kweli unaweza ukajiwazia mabaya, lakini kumbe Mungu anakuwazia mema. Mimi
hata baada ya uchaguzi maisha yataendelea, amani itaendelea, na watu watafanya kazi kwa amani kabisa. Kwa hiyo ni muhimu kusema neno la maombi asubuhi ya leo, na kesho pia asubuhi taomba, lakini tumwambie Bwana ya kwamba mambo ya kula wewe Mungu ndio uliyoruhusu, na yapo kisheria, na yapo kwenye Biblia, yapo kwenye kanisa. Basi naomba uso wako uende nasi hapo kesho, ili nchi yetu ipate kuendelea vizuri na watu wamtukuze Mungu. Ninaomba usimame tafadhali kwa miguu yako kwa dakika 3 au 4 hivi, kabla ya mtumishi wa Bwana wa kusema asubuhi ya leo hajafika. Tuseme machache kwa habari ya nchi yetu, kwa habari ya kesho, siku ya uchaguzi. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, Mungu mtakatifu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ambaye uko na watu wako nyakati zote, maana imeandikwa ya kwamba heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Asante Mungu wa rehema, maana umekwepo kizazi baada ya kizazi, umekwepo na nchi ya Tanzania toka imezaliwa, tangu imepata uhuru wake. Wamepita viongozi wengi, tumeona wakitumia kura, na bado amani yako ilidumu, na bado maisha yaliendelea. Tunaamini ya kwamba hata kesho ambayo umetupa hiyo tarehe 29 mwezi huu wa 10 mwaka ule Bwana wa kwenda kwenye uchaguzi, tunakuomba Mungu mtakatifu, uliyeruhusu tarehe hiyo ipangwe, uliyeruhusu hiyo siku ipangwe, ya kwamba iwe siku nzuri ya watu wako Bwana kwenda kwenye vituo vya kupigia kura, ili kuchagua viongozi ambao watatuongoza tena katika nchi yetu. Yule Bwana uliyesema ya kwamba kabla ya yote unataka kuwa na maombi yafanywe. Nasi Mungu tuko mbele zako asubuhi ya leo, kwa niaba ya Watanzania wote kabisa, tunaleta kwako maombi ya Mungu asubuhi ya leo, ya kwamba uso wako uende nasi katika siku hiyo ya kesho ya uchaguzi. Tunauliza kwako amani, tunauliza kwako utulivu, katika jina la Yesu Kristo. Utuepushie mbali unabii wa kipepo unaotolewa na watu mbalimbali wa kuleta maafa, wa kuleta mateso. Hizo roho tunazikataa asubuhi ya leo. Tunauliza uwepo wako Mungu Mwenyezi, uliyetuvusha miaka ile ya uchaguzi tukavuka salama. Tunaomba hata kesho tuvushe salama. Tunaombea watu wote ambao wataenda kwenye kupiga kura. Tunaomba utulivu, tunaomba amani, ya kwamba watangulie mmoja mmoja na ukaongoze mioyo yao ya kutenda hayo Bwana ambayo umekusudia Mungu yatendeke. Tunasogeza mikononi mwako vituo vyote vya kupigia kura. Tunaomba utulivu kwenye vituo, tunaomba amani ye Bwana. Tunakataa roho za vurugu, tunakataa roho za uharibifu, zikanyamaze kimya kwa damu yako Yesu. Mungu uzima, tunaombea wasimamizi wote ye Bwana uliowateua kwa zamu yao, wasimamie kwenye vituo vya uchaguzi, wasimamizi wakuu na wasaidizi wao. Bwana ukaonekane kwa kiongozi wao. Tunaombea hata jeshi letu la ulinzi na usalama Baba, ukapate kuonekana, watunze, walinde na kuwapa neema ya kuwa na utulivu na kutenda haki ye Bwana, ili usalama wa kutosha uwepo na amani ya kutosha iwepo. Tunaomba ukaondolee mbali roho ya hofu iliyopandwa ndani ya watu, ya kwamba kutakuwa na uharibifu. Tunakataa hiyo roho. Tunaomba hali ya amani ikawepo na utulivu Bwana ukawepo. Tunahitaji Tanzania katika mikono yako ye Bwana, ya kwamba ikawe salama. Tunaombea upigaji kura mwema, na tangu zoezi litakapoanza Mungu wetu kaonekane, hata wakati wa kuhesabu Mungu wetu kaonekane, hata wakitangaza matokeo. Mungu wa rehema, kila mtu apate kuridhika, kila mtu apate kuona utulivu na kupokea kwa furaha, ili maisha yapate kuendelea. Mungu tunahitaji mbele zako nchi yetu Bwana ya Tanzania, ya kwamba amani ikapate kuendelea kuwepo, lakini haki ikatendeke, ili Bwana upate kutukuzwa. Wabariki watu wako wote Mungu Mwenyezi, na uendelee kutupa neema na kibali tunapoiombea nchi yetu, tupate kibali mbele zako, maana peke yako ndiye Mungu uliye mwema, unayetuwazia mema. Bado tuna imani ya kwamba hata sasa unaiwazia mema Tanzania, na utaitendea mema, na muujiza utatendeka kabisa mzuri, na watu watakutukuza Mungu Mwenyezi, kwa sababu ya mawazo yako mazuri unayewaza kwetu. Bwana tusaidie Mungu wa rehema. Tunakabidhi ratiba yote ya kesho mikononi mwako, ukaiongoze Mungu wa rehema, hata kuanzia jioni ya leo watakapoanza kusambaza vifaa